ndo binadamu. Ili akamilike kwa binadamu, anatakiwa mtu awe anabadilika. Hebu angalia kipindi kile mimi na Mishi, nilikuwa na marafiki wengi sana. Twende huku, namsaidia huyu, lakini angalia sasa hivi. Sina Mishi yoyote, kila mtu amenikimbia. Rafiki aliyebakia ni wewe peke yako. Kwa na mimi nahisi nitabadilika. Nakuamini, huwezi kubadilika. Wewe Mungu wala hata uniamini. Nakuamini 100%. Kama kweli tupingi, tuone nani ataanza kumsaliti mwenzake. Yeah. Kifuatacho. Fumba macho. Vipi unaendeleaje? Fresh tu. Ni muda mrefu sana na ndio maana leo nimekupigia simu nije nikuone. Nipo rafiki yangu. Hivi wale kaka zako wapo? Wapo. Kiukweli naipenda sana familia yenu na upendo. Unajua mara mwisho nimekuja nyumbani kwenu walinikaribisha vizuri sana. Kwa unaipenda familia yetu sana. Haswa yule kaka yako mwingine. Hiyo ndio point. Maana nitaka nishangae unapendaje familia bila dada. Kaka yangu yupi? Unajua sijakosea kukuita hapa na kukueleza hili jambo. Ninampenda kweli kaka yako na ninahitaji unisaidia kwenye hilo. Yaani naomba tu unisaidie. Ndio ndugu yangu namweza, lakini swala la mapenzi ndugu yangu aliingiliwi. Ila sawa, nitajaribu. Kwa sababu nakujua rafiki yangu sio mcharuko na mambo mengi, nitajaribu kuongea naye. Okay, cha msingi nataka nikuulize upo serious naye, maana wewe ndio rafiki yangu lakini ukimuumiza hatutoelewana. Maana kaka zangu mimi ndio roho yangu. Sifikiri kitu kama hiko. Yaani nampenda kweli kaka yako na sifikiri kumuumiza. Niamini kuhusu hiyo shoga yangu. Naomba tu nisaidie na ninakuhakikishia ukifanikiwa kuniweka pamoja na kaka yako nitakupa bonge moja la zawadi. Kwa ninavyokujua wewe unipe zawadi. Kweli namaanisha. Wewe fanya hivyo afu utaona. Serious? Kweli kabisa sikudanganye. Sasa mimi naenda kukupambania. Usiponipa hiyo zawadi Jackie, naachanisha. Wewe usijali. Wewe hakikisha kabisa unanifanya na kuwa na kaka yako kwa hali yoyote ile. Nitakupa zawadi. Umenielewa? Sawa, haina shida. Nitaongea naye. Kwa hiyo utamwambia lini sasa? Wewe unatuma kazi niachie mimi. Wewe niachie mimi. Si ushaniambie? Niachie mimi. Basi haina shida. Nitamwambia. Nitafurahi kama utapata. Mbona simkumbuki mwambe? Vipi mbona hai tena? Mama, si umeniambia nijiandae watu kuniagiza? Nimesahau zee tena, si unajua. Sasa nataka uende sokoni. Ukanunue samaki pale kule rafiki yangu Mama Vero. Umeelewana? Na ununue na mazagazaga mengine yote tuje tupike ubwabwa. Sitaki maharage, yameshanichosha. Sawa. Na pia uwahi kurudi. Nitapitia kusuka, nitoa kusuka napitia kwa dada. Yaani lazima tu ulete visababu. Haya, nenda kwa dada, nenda kwa mjomba, nenda kwa shangazi. Sawa, lakini 2:00 kamili watu wao wamekula. Sasa utajua wewe. Haya, yule iko wapi? Kachukue chumbani kwangu. Na kusuka? Hapo chukua. Yaani mpaka uhakikishe umenifilisi.
Karibu Jackie. Asante. Vipi hali yako? Safi. Za huko utokako? Yaani nilivyoiona simu yako tu asubuhi nikasema nitakuja baadaye kwa sababu nilikuwa kazini. Yaani nilishindwa kuvumilia, nilikuwa hapa kuhusu lile jibu letu. Sasa si uniambie umeongea naye amesemaje? Otea kaniambia nini? Mimi naona amekubali. Mbona kakubali? We usiniambie. Yaani nina furaha, uwezi amini. Sasa nashukuru sana, baadaye uje kumuuliza kakaangu. Yaani kiukweli sifikiri kitu kama hiko. Niamini shoga yangu. Sasa naanzaje kumuumiza? Sawa, mimi kazi yangu nishamaliza. Sasa kilichobaki wewe uangalie muda wako muweze kupanga muonane muongee. Yaani mimi hata ukiniambia leo tuongee, niko tayari kuongea naye. Yaani nina furaha, uwezi amini. Ndio hivyo kazi kwako. Hapo ndo nalisubiria zawadi yangu. Kuhusu zawadi hilo ondoa shaka. Lazima nikupe zawadi. Tena mara 2 ya ile ambayo niliiandaa. We. Nakwambia. Basi acha mimi niwahi kazini. Si unajua nimeacha kazi za watu. Haya Maiwi. Karibu. Haya basi sawa, kwa heri. Haya. Ujumbe wako umefika na ndio maana niko hapa. Jackie, wewe ni mwanamke mzuri sana. Hakuna mwanaume yote atakayekuona asiweze kukutamani. Nikikuangalia kuna vitu vingi sana nafikiria hapa. Hebu naomba mkono wako. Jackie, ukiviangalia vidole vyako, iki hapa kidogo, iki hapa kikubwa. Kikubwa zaidi, kidogo, na cha mwisho ni kidogo. Unajua kwa nini? Hapana, unamaanisha nini? Hawa sasa ndio binadamu. Binadamu hawafanani. Hichi kidogo, hichi kikubwa, kikubwa zaidi, kidogo, kidogo zaidi. Ukikiangalia hiki hapa kidogo hiki, kinafanana na kile kule kule. Na huyu mwenzake yule kule, na huyu mwenzake yule kule, na huyu hapa mwenzake yule pale. Unajua kwa maana gani? Hapana, unamaanisha nini? Maskini na maskini mwenzake, tajiri na tajiri mwenzake. Hakuna mapenzi ya mtu mwenye pesa na asiyekuwa na pesa. Una hakika kabisa unanipenda? Kiukweli mimi siamini kwenye maneno yako. Hayo ni maneno tu watu wanaongelea kama binadamu. Mimi ninachoamini ni kwamba nakupenda sana na moyo wangu nakupenda. Kama tunapendana tunaweza tukaishi kwenye mapenzi yetu. Kiukweli Jackie, mimi nakupenda sana. Nikiangalia macho yako ni ishara ya upendo. Siku ya kwanza sasa umekuja nyumbani, nilisikia raha sana kukuona. Nikiangalia umbile lako, sura yako, Mungu ameweza kukuumba katika pande zote zilizokamilika. Ase wewe ni mwanamke mzuri. Kikweli nakuomba usije ukaniumiza. Siku zote anemchukoza mwenzake kimapenzi ndio huaga anakuja kumuumiza. Kwa naomba usiwe kwenye kundi hilo. Haiwezi kutokea kitu kama hicho. Kiukweli nakupenda sana na sitegemei kukuumiza. Sawa, kifuatacho tunaweza tuka cheers. Yes. Usiniache chonde. Si ulisema nisijali nikufanye hodari utaniumiza.
kwetu pwani ukujali, mahaba umeyafunika. Ukweli mimi sina kama wewe kisura, moyoni umeshika mapenzi nanogesha shallah. Ukweli mimi sina kama wewe kisura, moyoni umeshika mapenzi nanogesha shallah. Yako wapi mera pyare, yako wapi mama ge, mapenzi yako wapi, nimekuzoea, yako wapi? Shemeji, kwanza nafurahi sana mimi kuwa na wewe hapa, kwa maana furaha yangu kubwa ni kuona kaka yangu anafurahi pia, na kwa sasa naona kabisa furaha yake umeishikilia wewe hapa. Yaani mimi ndo nafurahi sana, yaani nafurahi zaidi na zaidi. Kwanza nafurahia uwepo wako hapa. Nikikona wewe, yaani sana namuona kaka yako kabisa. Labda nikwambie tu kitu kimoja ambacho pengine umjui kaka yangu. Kaka yangu sio kama vijana wengine umri wake. Kaka yangu ni mtu tofauti kabisa na unavyofikiria wewe. Sio mtu wa mambo mengi, sio mtu wa starehe sana, sio mtu wa wanawake. Kwao kaamua kuja kwako, anamaanisha mpaka anakuleta nyumbani, ni kwamba anamaanisha kitu. Kiukweli shemeji, mimi naomba nikutoe wasiwasi. Yaani sifikirii wala siwezi kumfanyia chochote kibaya kaka. Afya naona nyie ni kama moja familia yangu. Ishakuwa hivyo. Mpaka sasa hivi naona kabisa ishakuwa hivyo, kwa sababu umeshaingia moja kwa moja kwenye familia. Na kingine labda ni kutahadharishe kitu kwa kakaangu. Kakaangu ni mtu akichukia, hakuna mtu yoyote atakaye kuja kukaa mbele yake na karudisha mudi yake ya mwanzo. Kakaangu ni mtu akichukia, nyumba yote inaharibika pale. Hakunaga mtu yoyote wa kumsemesha kitu akaelewa. Kwa hiyo naomba uilinde sana hiyo kitu, kwa sababu mwisho wa siku hata sisi tutashindwa jinsi ya kukusaidia wewe. Kwa hiyo hapendagi watu waongo, anapendaga ahadi zake ambazo anapewa ziwe za ukweli, kwa sababu yeye pia ni mkweli. Kwa hiyo naomba wewe uilinde sana hiyo kitu. Nafikiri hata kaka yangu kama anayasikiaga atakuwa na enjoy sana. Na kingine pale nyumbani una kipenzi chako kingine, sijui unaelewa hicho? Amina. Sijui kwa sababu kazaliwa peke yake mwanamke, maana kila kukicha Jackie. I say nafikiri siku ambayo utakuja kuishi kwenye ile nyumba, itakuwa yani ni kama mtu ambaye ametimiza ndoto yake kubwa sana, dada yangu. Kiukweli naona kama nyie ni moja familia yangu. Nawapenda sana. Karibu sana kwenye familia hiyo ya upendo. Tunakupenda sana shemeji. Nawapenda pia. Okay. Mimi nafurahi sana. Sawa. Funika ukweli mimi sina kama wewe kisura, moyoni umeshika mapenzi nanogesha shallah. Ukweli mimi sina kama wewe kisura, moyoni umeshika mapenzi nanogesha shallah. Yako wapi mera pyare, yako wapi Jackie, hivi mwanamke aliotoka hapo unamuelewa? Umempendea nini? Unawezaje kwenda kuchukua takataka dampo ukaleta nyumbani? Kweli? Mama jamani, yule sio takataka, yule ni binadamu kama wengine. Hebu nipe sababu za kumkataa. Kwanza sababu za mimi kumkataa. Hana elimu. Hana kazi. Elimu yenyewe darasa la 7. Hana kazi. Maisha magumu. Ukimuuliza na jina lenyewe nungu. Huyu mwanaume kweli? Mimi nasemaje, mwanaume ni yule nilokuchagulia mimi. Huyu simtaki. Kwa sababu hata baba yako mwenyewe akimuona hatokubaliana na hilo. Kiukweli mama, mimi sijafi kabisa. Huyo mwanaume mlomchagua mimi simtaki. Huu maskini unaotoa nje unauleta ndani ndio unayemtaka. Sasa mimi nasemaje, simtaki. Yaani simtaki. Mwanaume ni huyu nilokuchagulia. Umkubali utaolewa, umkatae utaolewa.
Hicho ndo ninachokueleza mimi. Jamani, mimi nimeshasema sitaki. Ninayemtaka ni huyu ambaye nimemleta nyumbani. Jackie, kama mimi ndo mama yako, sitoi kauli mara mbili. Nishasema huyu mwanaume nilomchagua mimi ndo atakaye kuoa, lakini sio hii takataka yako ulotoa huko dampo na niletea ndani mimi. Asubuhi kukicha mtamkia kwangu, siko tayari kwa hilo. Sawa, nipe muda kufikiria iko kitu ambacho unaniambia, lakini kiukweli sidhani kama nitakubaliana na wewe. Mama, kuna nini? Mbona nipo ndani nasikia mizozano wewe na dada? Wewe kelele haya kuhusu, rudi ndani huko kalale. Mazungumzo ya watu wazima yanakuhusu nini? Mmeona eh? Msinipande kichwani. Oh, kaka. Mambo vipi? Fresh, nipe ripoti. Ripoti fresh niambie. Samahani bwana kwa kukuchelewesha kidogo. Haina shida. Kuna sehemu nilipitia mara moja. Haina shida, usijali ndugu yangu. Vipi bwana Nungunungu? Fresh. Nipe ripoti. Tupo. Mambo yanaenda au sio? Samahani sana bwana, nimekuchelewesha ndugu. Karibu sana, karibu sana. Shakaribia. Naam. Dada. Samahani kidogo. Mambo mzima kabisa. Naomba maji ya lita moja. Ya moto ya baridi. Ya baridi. Sawa. Za masiku. Salama, tunakusikia. Vipi maendeleo? Poa. Kama kawaida au sio? Nyumbani vipi sister anaendelea? Wanaendelea vizuri tu. Mlete maneno, nimesikia wito nikamwona nitiki. Ndugu yangu unajua mimi na wewe unajua tumetoka mbali sana. Si unajua? Sawa. Mimi na wewe tumetoka mbali sana. Afu isitoshe siwezi kuacha kukuunga mkono kwa kila hatua unaofikia. Sawa. Hiyo hapana. Hiyo rudisha. Wewe usitumie nyingine. Karibu. Asante sana. Sasa ndugu yangu. Nimekuita hapa kwa sababu ya jambo moja. Sijajua wewe umefikia wapi mpaka sasa hivi, kwa wazazi umeenda au kiukweli kabisa upande wa mama yake nimeonana naye. Kwa nilienda pale kwao. Sawa. Japokuwa ilikuwa kiuniuni. Sababu mwanamke mwenyewe anajua mwanamke akipenda. Bwana njoo nyumbani, mama tu anataka kuone, nikamwambia subiria tu. Mama tu anataka kuone. Sasa na yeye ni rafiki wa mama. Kweli. Nimekwenda, lakini kiukweli mapokeo ya mama yake haikuonyesha kunipenda. Nikimwangalia, mimi mtu mzima. Mapokeo ya mama yake haipo pamoja na mimi. Kuna tatizo lolote? Sijajua, kwa sababu nafikiri tulianza kwenye elimu pale na maisha yangu, nikamwona mama kidogo kama amebadilika baada ya kusikia elimu yangu, na maisha yangu kidogo kama amebadilika. Lakini badala ya pale Jackie nilizungumza naye akaniambia mapenzi ya kwangu mimi mama hawezi kuyaingilia. Kwa hiyo kila kitu kitakuwa sawa, ni muamini yeye. Sasa sijajua umeona nini mpaka unasema maneno hayo. Kabla yote unaona wale wanabishana wale. Wanabishana kwa kitu cha kijinga sana, na pale wale watapigana katika ubishani wao. Ndugu yangu bwana Nungunungu, vitu kama vile kwa eneo kama hili ni vitu vya kawaida. Kweli, maana muda mwingi walikuwa wanabishana pale. Sasa wewe twende kwenye point ambayo imenileta hapa ndugu yangu, ambayo imetukutanisha mimi na wewe. Nimekuja hapa kwa sababu ya lile swala la bibie yule. Jackie. Kiukweli hatua uliofikia ni mzuri. Alafu upo kwenye machaguo mazuri sana. Sawa, ni msichana mzuri, ana sifa zote. Ila sasa kuna kitu kimoja ambacho mimi kinanichanganya kichwani mwangu.
Kuna kitu kimoja ambacho mimi kinanichanganya kichwani mwangu. Sawa. Kuhusiana na yule bibie. Kiukweli yule bibie si wazi yako. Yule uko juu, wewe uko chini. Wewe ni ndugu yangu. Tuongee kwenye uhalisia. Unajua mimi na wewe tumetoka mbali sana. Future maisha yako mimi naijua. Wewe maisha yako ni ya chini, alafu ile maisha yake ni ya juu. Kwa ushauri tu ndugu yangu, mimi naona yule mwanamke achana naye. Akufai. Iko ndo kitu ambacho ulichonitia hapo. Yeah. Ila kama kibaya utanisamehe. Kama wazo langu ni baya utanisamehe ndugu yangu. Huo ni ushauri tu ambao kitu ambacho mimi nimekiona. Huo ndo ushauri wangu wa mwisho kwako. Kama ndugu yangu. Jackie. Kikweli tangu niwe na wewe, sasa najiona mwanaume wa kweli. Na enjoy sana. Hata mimi pia na enjoy kuwa na mwanaume kama wewe. Nafikiri tulichelewa tu kuanza mahusiano. Hapana. Kuna wakati nikikaa peke yangu najiuliza kitu. Kuna kitu gani hapa kipo? Nikija nikatafakari ndo kumbe ndo Jackie yupo. Siwezi kukabila wewe. Kuhusu hilo usijali. Mimi na wewe tutakaa sana tu. Mimi nafikiri tulichelewa tu kuanza mahusiano. Jackie. Hatukuchelewa. Kila kitu kina sababu. Unajua Mungu huwa anapanga kila kitu. Huenda Mungu ana sababu zake za msingi na huu ndo muda sahihi. Yaani kweli. Natamani Nini? Uitwe mama, mimi niitwe baba. Hilo ni jambo la heri sana. Na limeisha. Nakwambia kitu. Unajua Kitu gani? Nini? Sogea. Sasa kuna watu wanazungumza vitu vingi sana lakini mimi sijali. Nataka kwa mwanamke huenda pale kapangiwa na mwanaume lakini mimi nakuamini wewe. Siamini maneno yao. Kiukweli kuhusu hiyo wala hata usiwazi. Kwa sababu soon tu nitakutafutia kazi ya kufanya. Asante. Nikisi basi hapa nimefurahi sana. Hapana. Nataka nikisi hapa. Haya. Asante, asogea na wewe. Shika. Leo natamani nikae nawe siku nzima usinde popote, yaani tukitoka hapa tukajifungia ndani. Wewe usijali. As you wish. Chochote unachokitaka. Usiniache chonde. Si ulisema nisijali nikufanye hodari utaniumiza. Kutupwani ukujali. Mahaba umeyafunika. Ukweli mimi sina. Kama wewe kisura. Moyoni umeshika. Mapenzi nanogesha inshallah. Ukweli mimi sina. Kama wewe kisura. Moyoni umeshika. Mapenzi nanogesha inshallah. Yako wapi? Mera pyare. Yako wapi? Mapenzi yako wapi? Nimekuzoea. Yako wapi? Astaghfirullah. Unacheka nini? Nacheka na mambo yako. Sio fly ni kati tu nini? Uko asemaje?
Mpango wetu uko vile vile. Mpango gani? Unajisaulisha. Upi? Leo unalala chini, mimi nalala juu. Sasa bado mlingania tu hilo jambo. Ndio. Sawa, tumekubaliana. Naweza kukaza, waanza visiwezi. Kaza. Na sawa. Tutaona. Haya, tutaona. Sawa, haina shida. Na usingizi unajua. Sasa unajilazimisha nini? Si ukalale. Usingizi mrefu wale. Takwenda lakini kwa hiyo ule mpango vipi kwa kesho? Mpango gani? Pesa. Pesa tena. Tutaongea kesho. Unajua kwa nini? Mdogo wangu Miko anasubiria mimi. Anasikilizia mimi nikishanifanyia mama mimi nirekebishie afanye ule mpango uliokuambia. Sasa hadi sasa hivi cha kumjibu sina sasa. Tutaongea kesho bana. Kwani tuongee kesho kwa tunaweza tukaongeza sasa hivi. Basi sawa. Sawa vipi? Napata? Si ndio nitakugaia. Mimi si ndo hayo bwana. Haya poa. Kwa hiyo uende kulala. Nakuja tangulia, nataka ndo nimtumie message hapa. Nimwambie kwamba uhakika. Sawa. Sawa. Sema sawa, sema basi sawa. Haya, sawa. Ndio. Mimi naenda bwana. Rudi. Unajisaulisha. Nimesahau. Ndio nishakukumbusha. Mimi siwezi kulala bila kukumbatia. Siwezi kulala bila kukumbatia. Nilijua hilo muda mrefu tu, lakini hata mimi siwezi kulala hivyo. Nilijua hilo. Ndio kawaida. Huyo ndo binadamu. Ili akamilike kwa binadamu, anatakiwa mtu awe anabadilika. Hebu angalia kipindi kile mimi na Mishe nilikuwa na marafiki wengi sana. Twende huku namsaidia huyu, lakini angalia sasa hivi. Sina Mishe yote, kila mtu amenikimbia. Rafiki aliyebakia ni wewe peke yako.
Kwa hiyo na mimi unahisi nitabadilika? Nakuamini. Huwezi kubadilika. Wewe muongo wala hata uniamini. Nakuamini 100%. Kama kweli tupingi, tuone nani ataanza kumsaliti mwenzake. Yeah. Kifuatacho. Fumba macho. Halo? Sawa. Sawa. Aya, haina shida. Macho yako tu. Kaka, habari? Salama. Samahani ndugu yangu, usumbufu, nilikuwa naomba nikuulizie. Bila shaka ndugu yangu. Sasa sijui ni mkazi wa maeneo haya. Mimi ni mwenyeji kabisa hapa. Ndugu yangu, hapa nimeshika na pikipiki bado, si unajua? Nimeelekezwa hapa kwa mzee K. Sasa sijui kwa mzee K hapa ndo maeneo gani? Kwa mzee Kaulawa. Kwa mwenyeji wako amekwambia ufike kwa mzee Kaulawa. Umeona njia hii? Kwa mbele utakuta kuna lami pale. Sawa? Utanyosha mbele kidogo, ukiangalia mkono wa kulia kwako utakuta kuna kibango kimeandikwa mzee Kaulawa. Sawa? Ukiangalia mbele utakuta nyumba namba 1, ya pili, ya 3. Sasa hapo ndo utajua wewe nyumba ipi, kwa sababu pale mzee Kaulawa amepangisha pale kote kwake. Kwa hiyo ndo utajua sasa nyumba unatakaye pale kwa mzee Kaulawa ni ipi. Basi shukrani ndugu yangu. Shukrani sana. Nashukuru kaka. Pamoja sana. Asante sana. Poa poa. Kaka. Nani basi nipigie kisimu aje kuniona. Kuna ugonjwa kidogo tu mtu unaogopa. Yaani ni kuumwa kidogo tu tabu yani. Naona kaka. Hapatikani, unasikia? Fuate basi. Omeko, kamfuate shemeji yako. Kivipi sasa bro? Nafikiri wewe ukienda ukamwelezea itakuwa rahisi yeye kuja kuliko na mimi kwenda kule. Sikiliza basi, mbona tunatubishane? Mimi nina sababu ya msingi kukuambia wewe uende, nina maana yangu. Yaani ninapokuambia uende nina maana ya msingi. Mimi na Jackie tuna makubaliano. Mimi nafikiri wewe ndo ungeenda. Ingekuwa rahisi zaidi. Maji unataka maji?
Wewe wahi basi. Labda wewe unapendelea kula kitu gani kitamu? Ofisi yako ndio na mama. Natamani sana kula kuku, chipsi, mayai. Kwa maboga upendi kula? Yaani nimesema kula. Hiyo kwa ajili yako. Kama alikuwa anakuchallenge tu. Sababu unataka nini? Sasa kwa nini umeingia bila taarifa? Samahani, lakini Dada. Danina. Dada. 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 Damka. Ndio ulivyofunzwa kwenu hivyo? Kwa nini uje bila taarifa? Sasa kuna watu wanazungumza vitu vingi sana, lakini mimi sijali. Nataka kwa mwanamke uenda pale kapangiwa na mwanaume, lakini mimi nakuamini wewe. Siamini maneno yao. Kuhusu hilo hata usijali. Hayo ni maneno ya watu tu. Jackie, nakuelewa na nakupenda sana. Nina mashaka tu kidogo. Kwa nini? Isije ikafika siku ikawa tofauti nikapata maumivu. Siku zote anemchukoza mwenzake kimapenzi ndio huaga anakuja kumuumiza. Kwa hiyo naomba usiwe kwenye kundi hilo. Haiwezi kutokea kitu kama hivyo. Kiukweli nakupenda sana na sitegemei kukuumiza. Sina mishi yoyote, kila mtu amenikimbia. Rafiki aliyebakia ni wewe peke yako. Kwa na mimi unahisi nitabadilika? Nakuamini, huwezi kubadilika. Wewe muongo wala hata uniamini. Nakuamini 100%. Kama kweli tupingi. Tuone nani ataanza kumsaliti mwenzake. Yeah. Kaka, habari? Samahani ndugu wangu usumbufu, naomba nikuulizie. Bila shaka. Sasa sijui ni mkazi wa maeneo haya. Mimi ni mwenyeji kabisa. Ndugu yangu hapa nimeshikana pikipiki, unajua. Nimeelekezwa hapa kwa Mzee K. Sasa sijui kwa Mzee K hapa ndo maeneo gani? Kwa Mzee Kaulawa. Kwa mwenyeji wako amekwambia ufike kwa Mzee Kaulawa. Umeona njia hii? Kwa mbele utakuta kuna lami. Sawa? Utanyosha mbele kidogo, ukiangalia mkono wa kulia kwako utakuta kuna kibango kimeandikwa Mzee Kaulawa. Sawa? Ukiangalia mbele utakuta nyumba namba 1, ya pili, ya 3.
Sasa hapo ndo utajua wewe nyumba ipi, kwa sababu pale mzee Kaulawa amepangisha pale kote kwa kipondo, utajua sasa nyumba nitakaye pale kwa mzee Kaulawa ni ipi. Basi shukrani. Shukrani sana. Nashukuru. Pamoja sana. Asante sana. Poa poa. Kaka. Damina amekufa, njoo. Dada amekufa. Dada. Sasa baby, mbona kama umebadilika? Huyu kijana ni nani? Huyu kaka anaitwa Kibunya. Ni mtu ambaye anakujaga huku kukatakata majani. Sawa. Kama ni kijana ambaye anakata majani, huu ni utaratibu uliotokea ndani ya hiki chumba kwamba anaingia ni muda wote anaingia huko ndani, si? Hapana, ndio maana nimemuuliza kwa nini ameingia bila hodi. Basi nakuomba naende kufunga mlango. Sawa. Omeko. Mzima wewe. Mzima? Damina. Mzima? Damina. Damina. Mbona fungue macho? Oho. Habari yako? Vipi bwana mkubwa? Safi bwana, vipi? Kwema kwema. Naona mboni ayai. Bwana. Kanipigia simu bwana Nungunungu hapa. Dada yake yuko hoi hoi. Huyu Nungunungu namfahamu mimi, huyu kijana wetu huyu. Nungunungu huyu. Yaani hapa nimeona kabisa hapa sina budi bwana chaka zangu. Nielekee huko. Sawa, ni hivi. Mimi ningeongozana na wewe kwenda huko. Lakini hapa kwa sasa nina safari muhimu sana. Ila mpe salamu yake, mimi Mungu akipenda nitakuja kumcheki. Basi ana shida. Kwa sababu katika vijana wa utulivu katika mtaa huu, kijana wetu yule Nungunungu, kijana mmoja mtulivu, yani mtu mmoja mstaarabu, tofauti na vijana wengine katika mitaa. Ana matatizo yoyote, anaongea na kila mtu, anacheka na kila mtu. Na ndio mama nilivyopigwa simu, nilivyosikia bwana rafiki yako Nungunungu, dada yake yuko hoi hoi. Niko naye. Bwana mimi sina budi. Sasa unajua kuna biashara zangu kule kuna kawa kule. Kwa nikamchukua dogo nimwacha fumi nielekee. Basi sawa, wewe nenda bwana. Basi ana shida. Haya bwana. Haya. Nilivyomuona mgonjwa wenu sio kumpeleka hospitali. Mkimpeleka hospitali mtamuua. Kwa tunafanyaje? Kipo cha kufanya.
Unaendeleaje? Jambo. Ilikuwaje mpaka kwa hivyo? Wakati natoka kwenye sherehe nilipanda pikipiki. Kule nilitoka vizuri tu. Nikaja hadi hapo nyumbani. Sasa wakati nashuka kichwa kikaanza kuniuma na tumbo. Sasa baada hapo sijajua nini kiliendelea, maana nimezinduka nimejikuta hapo kwenye sofa. Ndio maana niwaambia huyu msimpeleke hospitali. Mkimpeleka kule angechoma sindano mngemkosa. Sisi bwana, kiujumla niseme tunakushukuru. Maana ilivyotokea tatizo nikamwambia ndugu yangu hapa, kuna ndugu yetu yule tumpigie simu, anaweza kutusaidia. Bahati nzuri nimekupigia simu bwana, hujatutupa. Umetupokea. Tunaweza tukasema umetuzika. Haina tatizo. Shukrani sana, Mwenyezi Mungu akubariki kwa kila jambo. Haina shida. Ila lile jambo ambalo tulikuwa tumezungumza mwanzo, baadaye nitakucheki kwenye simu, nitapitia pale kwenye kahawa kwenye kijiwe chako pale. Haina shida, imani mgonjwa ni mzima afya. Ndio jambo kubwa. Haina shida. Kaka basi nipigie Jackie. Yaani unaacha kujiuguza, afu unafikiria swala la Jackie. Jackie sasa ipo kazini. Sasa utampatia wapi Jackie sasa? Leo simpigie umridhisha dada bana. Jackie simpigie. Basi simpigie simu. Habari bro. Ulikuwa na shida gani? Samahani, nilikuwa na shida na Jackie. Hujawasiliana naye? Sijawasiliana naye kwa kweli. Sawa. Labda unaweza kanigia mimi au maagizo afu nikakuwasilishia. Tafadhali, ni muhimu sana kumwambia yeye mwenyewe. Samahani sana, naomba nitie Jackie niongee naye. Jackie ametoka yuko. Kiongozi, ndugu yangu, kaka yangu, wewe ni mwanaume mwenzangu. Tafadhali nipo chini ya miguu yako. Ni muhimu sana niongee naye. Yaani walau hata ukiwepo wewe yeye akiwepo hapo niweze kuzungumza naye ili asikie maneno yaliyokuwa ndani ya moyo wangu. Ni kitu cha msingi sana ambacho nataka kumwambia Jackie. Nakuomba ndugu yangu, wewe ni mwanaume mwenzangu, samahani lakini mbele yako. Baby. Baby. Umefuata nini? Jackie, hiyo salamu. Sikuja kwa ajili ya jamaa niliyemuona. Na kama ningekuja kwa ajili yake ningekuuliza yule ni nani. Na hata kama ungeniuliza ningekujibu yule ni babako mzazi. Asante kwa maneno yako mazuri. Niliyapenda. Wewe mbwa kasoro kubweka. Unataka nini? Nakubali mimi mbwa kasoro kubweka. Nimekuja kubweka leo. Haya bweka. Tafadhali Jackie. Dada yangu anaumwa, naomba ukamuone. Kwa hiyo mimi ni nesi au daktari kwamba nikienda kwa dadako atapona? Ipo chini ya miguu yako Jackie. Samahani sana, naomba usinichukulie hapa nyumbani kwangu. Sawa? Alafu binadamu wanapoamua kujitesa, huwa wanajitesa sana. Alafu usingizwe uteswa. Kosa lako wewe ni kutokunielewa mimi. Na utaendelea kuteseka mpaka pale utakapogundua kuwa huhusiki kwenye maisha yangu. Sawa? Na siku utakapogundua kuwa maisha yangu hayakuhusu, hapo ndipo utapoacha kuteseka. Tatizo kumbukumbu. Kumbukumbu nilishazifuta muda mrefu sana. Kiukweli sikuhitaji kwenye moyo wangu na sikupendi duniani hadi ahera.
Jackie, mara kadhaa nilipokuwa nikizungumza na wewe, nilikuwa nikikwambia hili neno. Siku zote nimchukuza mwenzake kimapenzi, ndio anakuja kumuumiza. Sasa Jackie, umeniumiza sana. Umenipanda vile utakavyo kama ngazi ya kanisa. Labda nikwambie jambo moja. Askari mzuri ni yule asiyedharau silaha yake ndani ya uwanja. Jackie, unauteketeza moyo wangu. Wiko, jaribu kuzungumza na mdogo wako Amina. Mwambie achane na Jackie. Jackie huyu unamjua mimi? Jackie huyu. Jackie amesema hataki urafiki na Amina. Kwa hiyo Amina kila nikizungumza naye analeta ubishi. Jaribu kuzungumza naye wewe. Unajua ni ngumu kiasi gani yeye kuelewa hicho unachoniambia? Unatakiwa umueleweshe sasa. Na Jackie unaomwongelea hapa ni huyu ninayemjua mimi au kuna Jackie mwingine? Huyo. Kama mtu hataki urafiki unaachana. Jackie amebadilika sana. Sura yake imebadilika, moyo wake umebadilika, upendo wake umebadilika. Jackie anahitaji mimi, wala Amina wala wewe. Katika familia yetu hamna mtu ambaye anamhitaji. Kuna chochote ambacho mmekosana na Jackie mpaka inafikia hivi? Jackie sijamkosea, ila yeye amenikosea. Hayawezi kuisha haya mambo. Hayawezi kuisha. Unajua kabisa dada yetu kipenzi chake ni Jackie. Na alitamani siku moja Jackie awe kwenye hii nyumba. Hivi unafikiri itakuwa ni rahisi kiasi hicho? Tushafutika tena hilo alipo. Jaribu kuzungumza naye. Sikutegemea kama ningekuja kusikia maneno kama haya ambayo yanatokea kwa Jackie. Jackie unamjua wewe. Kama nikikuelezea na Jackie aliko sasa hivi, mimi nahisi utolia, utacheka. Amebadilika. Zaidi ya sana. Umenisurprise sana. Sikutegemea kusikia maneno kama hayo kutoka kwa Jackie. Kikubwa mwambie Amina, alafu mimi naye tutazungumza kiume. Nitajaribu. Maana unaweka asali nyingi sana kwenye mkate, tatizo lako. No, tunakula kwa tunaongea ndo tatizo hili. Hamna. Mimi nakwambia kila siku hii asali haikufai. Wewe tumia sukari tu. Unapenda sana sukari. Unapenda sana asali. Sawa. Basi sawa, mimi nitajaribu kuongea na dada yangu. Kama atanielewa basi nitashukuru, kwa sababu na wewe ushaongea naye, inaweza kawa ni kuna urahisi fulani. Basi ndio hivyo bwana. Hiki nini? Baby, wana nimekupatia ruhusa kushika simu. Hujanijibu swali langu na kuuliza hiki ni nini?
kama ulivyoona. Unasemaje? Kama ulivyoona. Kwa hiyo ina maana wewe unipendi, si ndio? Na wewe pumbavu niliokuta kwenye hii simu ndio, yani inamaanisha kwamba ndio mambo unayoyafanya. Nisikize nikwambie wewe. Hakuna kitu ambacho kinachojificha kati yangu mimi na wewe. Wewe umewezaje kumwacha mtu unampenda kwa na mimi? Yaani unaongea tu hata ufikirii. Hivi unajua ni maisha, yani unajua maisha yangu nimeagharimu kiasi gani kwa na wewe? Nimemwacha mwanaume ninayempenda kwa dhati na yeye ananipenda. Nimekuthamini wewe, alafu leo unakuja kuniambia sijui huo upumbavu wako. Na haijalishi wewe una maumivu kiasi gani, ila mapenzi yako na nafsi yako ndio yanakusukuma wewe kwa na mimi. Yaani unajaribu kuongea nini? Kwa hiyo inamaanisha wewe ulikuwa unanitumia mimi, si ndio? Yaani wewe ulikuwa unanitumia. Ulikuwa unipendi. Nisikiza. Mimi nina mke. Si umenielewa? Wewe sijajua ni nini kimekusukuma kikatokea wewe kanipenda mimi. Kwa hiyo mimi ulikuwa unanitumia, si ndio? Wewe unawezaje kumwacha mtu unampenda kwa na mimi? Mimi nimekuja hapa kwa ajili ya mapenzi yangu. Na umbo lako na starehe yako kweli. Ndio nileta hapa. Nitegemea kwamba unaumiaje. Una maumivu ya kiasi gani? Ila sio nataka starehe. Nimekuja kukustarehesha wewe. Wewe. Yaani unaniambia mimi maneno kama hayo? Unajua umenipotezea muda wangu sana. Naongea na wewe. Pole. Pole sana. Nakupa pole. Nisikize nikwambie. Nitakaponyanyua mguu wangu hapa, sihitaji nisikie chochote kuhusu wewe wala simu yako kuhusu wewe. Uwezi kuondoka ndani. Sijui umenielewa? Wewe ni mwanamke kama wanawake wengine. Umenirudi mimi. Mapenzi shakuwa vita, amani na yeye tena sitaki, nimeshasahau yalopita, alipanga kunipotezea wakati. Ukisubiri muda sahihi utapoteza kila kitu kwenye maisha yako na hakuna kitu utakipata. Tabia 7 zenye sumu duniani na roho mbaya. Moja wapo anaojaki. Kwa sasa simuhitaji tena, nimenyanyua mikono juu. Toka mwanzo mimi nilijua hilo. Umejitwisha mzigo wa miba ambao ungeshindwa kujitua. Muonekano wake na sura yake afanane na matendo yake. Vipi, umefikiria kuhusiana na dada yako? Salamu inshuda inkude mayo. Mlima wa buibui anayeweza kupanda buibui mwenyewe. Mioyo hii miwili inaangamia kwa maumivu ya mapenzi. Kumbuka dada yako Amina ndo kipenzi kikubwa cha Jaki. Kila siku anatusumbua huko. Vipi, unataka kuvunja na wao mahusiano yao? Kuna wakati natamani maisha yarudi nyuma ili nirudi utoto, nisiweze kuwa na stress tena, lakini ndio haiwezekani. Nafikiri jambo lao ni waachiwa wenyewe. Vipi siku unarudi nyumbani unamkuta Jaki kwa rafiki yake ambao ndo kwako? Nafikiri hiyo mada tuiache. Tuachie wao wenyewe. Okay. Mimi nilikuwa natoka hivyo sasa, naona unipe hata nauli hapo niweze kufika mjini mara moja. Sina hela. Yaani unaona kabisa Sandeo mamake ametekwa afu namchekea. Mapenzi shakuwa vita, amani na yeye tena sitaki, nimeshasahau yalopita, alipanga kunipotezea wakati.
Shem, mambo? Shem, nakusalimia. Nakusikia. Mbona kama hauko sawa? Nimevaa suruali kichwani. Anyway, sawa. Mimi nilikuwa tu nataka kujua hali ya kaka yako anaendeleaje. Kakaangu ni mzima wa afya, hana shida yoyote. Sawa. Nilikuwa naomba nionane naye, kuna maongezi nilikuwa nataka niongee naye. Uonane na kakaangu? Ndio. Wewe kama nani? Mimi kama mpenzi wake. Mpenzi wake? Unachotaka kukiona kwake sasa hivi apotee kabisa kwenye ulimwengu. Uhitaji kabisa kumuona kwenye maisha. Apotee kabisa kwenye uso wa dunia, si ndio? Kwa yote uliyomfanyia bado unamfuata. Kwa uliyofanya ukupaswa hata kugeuka nyuma, Jackie. Unaitafutia nini familia yangu? Shem, sihitaji chochote ambacho kitaweza kusababisha ubaya kwa kaka yako. Nilikuwa tu naomba unisaidie niweze kuonana naye. Jackie, familia yangu sio ya majaribio. Nikwambie tu ukweli. Na natamani haya ninayoyaona kwa sasa hivi yageuke kuwa ndoto. Niamke asubuhi nitafakari ndoto mbaya niliyoiota usiku. Ila haiwezekani. Na nikwambie tu Jackie, wewe ni mwigizaji mzuri sana. Pengine ungekuwepo enzi zile za Kanumba na Ray, ungekuwa zaidi ya Wema Sepetu au Lulu Michael. Lakini wenzako wale wanafundishwa kufanya vile wanavyofanya kwa sababu ni movie, haina uhalisia yote. Ila wewe una kipaji halisi. Yani unakuja kuyafanya yale ambayo nayaonaga kwenye movie, kwenye maisha yangu ya live. Wewe ni muuaji Jackie. Kwa hili sitohitaji tena uwe karibu na familia yangu, japokuwa mimi sio mhusika. Jackie, umedhalilisha familia yangu. Kaka yangu ndo kila kitu kwenye familia yetu. Unajua we mwenyewe, yeye ndo mkubwa. Ila umekuja kuleta mauzauza kwenye familia yetu. Unafanya kaka yangu awe na stress. Unataka kumua na pressure. Na bado unaona bado yupo na hema, pengine uliokuwa unategemea yatokea hajamkuta. Sasa hivi unataka tena kurudi. Why Jackie? Mimi Jackie, sihitaji kuona, sina msaada na wewe kwa sasa hivi. Naomba unisamehe. Naomba usiwe karibu na familia yetu Jackie. Kaa mbali na familia yetu. Umefanya vya kutosha, yani uliyofanya yanatosha. Sijui unanielewa? Nikikuona tena kwenye familia yangu, sitosubiri kaka afanye maamuzi. Mapenzi shakuwa vita, amani na yeye tena sitaki, nimeshasahau yalopita, alipanga kunipotezea wakati. Babe, mbona sijakuona kazini? Alafu napiga simu yako upokee. Kiukweli sipo na muda ya kupokea simu yoyote na wala kuja kazini. Kwa nini unakuwa hivyo? Shida ni ile ile au kuna jambo lingine tena? Mimi sikuelewi. Yeah, shida ndio ile ile tu. Rafiki yangu, binadamu tunakosea. Mimi na imani ukienda kumomba msamaha atakusamehe. Usiwe mkaidi rafiki yangu, jishushe. Hapana, sidhani kama atanisamehe. Alafu sio tu kunifumania. Yaani nilimwambia maneno ya shit, nilimtukana. Sidhani kama atanielewa au atakubali. Hawezi kunielewa. Hapana, nisikilize rafiki yangu. Alikuwa anakupenda. Yaani nina imani ukimfuata ukajishusha, ukamuelezea, atakuelewa. Sawa, lakini sidhani kwa kweli. Kwa na imani. Sawa. Sawa kipenzi, nashukuru sana. Kiukweli nafurahi sana. Yaani ndio rafiki yangu pekee ambaye unanitia moyo. Nafurahia sana uwepo wako. Biabe. Usijali. Nakuwa na furaha. Mimi nafurahi kuona na furaha.
Sawa, ila nilikuwa naomba mwambie bosi endelee kunipa muda. Yaani ikiwezekana mwambie mdanganye chochote, mwambie tu ni bado naumwa. Usijali. Usijali rafiki yangu. Mungu atakusaidia na imani atakusamehe. Na utakuwa mwenye furaha tena. Sawa? Asante mpenzi. Haya. Basi acha mimi nikutoe au? Sawa. Mbona simkumbuki mwambeni, anajipa tabu za nini? Muulizeni ye kwani alitakaje? Siku akinitukana mwacheni, kwani atanipunguzia nini? Muulizeni ye kwani alitakaje? Kwanza sina exi, mina watu walotumwa na mijini, atena sipepesi. Kwa hiyo dada yangu, utaendelea kula hivyo hadi muda gani? Ujui tu. Ujui mimi jinsi gani naumia. Sasa kama unaumia, kwa nini usimpigie simu ukaongea naye mkamaliza? Nimpigie simu? Ujui jinsi gani ambavyo nimemfanyia. Nimemwambia maneno ya ajabu, nimemtukana. Mimi sidhani kama atanielewa. Kwa hiyo kama hatuweza kukuelewa, kwa hiyo kukaa ndani kujifungia, kulia, hutaki kula, hutaki kufanya kitu chochote ndio solution? Au ndio unakuwa umetatua tatizo? Hapana, wewe kunielewa. Yaani sijui hata nikwambie nini. Kitu ambacho nimemfanyia hata ungekuwa ndo wewe. Najaribu kuvaa uhusika wake, yaani mimi naona kabisa wewe kunielewa. Kwa hiyo dadangu, unavyokaa hivyo ndani unajifungia, unalia kwamba ndo wataelewa, si ndio? Ndo atajua maumivu yako unayoyapitia kwa sasa hivi. Kwa nini unamsemea moyo wake? Usiwe na imani hiyo dada yangu. Wewe mpigie simu, kaa naye chini mzungumze. Mimi na imani shemeji yangu mimi nimuelewa sana. Ila tatizo lipo kwako wewe. Kwa hapa akili yako inawazani dada yangu. Sielewi, ngoja niangalie cha kufanya. Lakini mimi naogopa kumwambia chochote kwa sababu mimi najua kabisa hawezi kunielewa. Anyways, mimi kuna mzigo nilituma na mama nikuletee, nimeuacha hapo sebleni. Baadaye nitarudi tuongea vizuri maana sasa hivi nakuona upo katika akili yako. Au kuna maagizo yote? Hapana. Haya. Ila dadangu nakuomba make sure haujaribu wala hauthubutu kufanya jambo lolote la kipumbavu. Kuwa na amani, mimi siwezi kufanya chochote. Na kujua akili zako ndio maana nakwambia hivi dadangu. Usijali, wewe nenda tu. Kwa mwangalifu. Baadaye nitarudi. Karibu rafiki yangu. Asante mpenzi wangu. Vipi hali yako? Unaendeleaje? Sasa hivi sijambo. Hadi hapa nilipofikia namshukuru Mungu. Hivi unajua kwamba rafiki yetu Jackie hayuko sawa kabisa? Unajua kiasi gani sitaki kumsikia huyo mtu katika masikio yangu. Uwezi amini kakaangu kamfuata. Kamwambia Amina anaumwa. Umesikia alichomjibu? Kamwambia eti yeye nesi. Kweli? Inabidi umuone huruma. Unajua Jackie anapitia nini kwa sasa hivi? Anapitia wakati mgumu sana. Sio, unanielewa? Hapana kwa kweli. Inabidi unielewe. Na Jackie ameniagiza nikupe pole pia. Tuongelee mada zingine. Sikilize mpenzi wangu. Mimi na imani Jackie anakupenda sana. Atakuja. Yaani ni lazima aje kwa ajili yako. Ila ni wifi yako usijisahau. Please. Haya. Vipi lakini shemeji yangu ajambo? Nilijua tu.
Yaani katika yote nilijua hilo swali lazima lije. Wanaume ndo wale wale bwana. Wewe tena. Nyie mmechagua kupenda pendeni, niacheni mimi nilokuwa single. Single? Na enjoy. Eti single. Sasa single ni rahisi kiasi hicho. Ndio mimi nipo single rafiki yangu. Bwana tuachane nayo. Shemeji huyo, shemeji ya kuachana na. Tena. Mimi nina majukumu mengi sana rafiki yangu. Kwa hiyo mimi nimepita tu kusalimia, kujulia hali yako. Karibu. Mimi sikutoi na kazi nyingi. Hata usijali. Rafiki yangu karibu. Bye. Dada, mimi ujue nachoka mimi, ruti za kwenda kurudi mimi nachoka. Basi leo usirudi, lala hapa. Kana mipango yangu mimi. Wewe tena. Mipango yangu. Mama kaniagiza ndio maana nimekuja. Ila bila hivyo mimi hata nisingekuja. Nimechoka. Mama tena anataka nini? Mimi sijui. Mimi kaniambia tunaenda kamwite dada yako mwambie na maongezi naye. Kasema nakupigia sana simu zako patikani. Siku ya 3 sasa kwenye simu patikani. Mimi mwenyewe nikijaribu kukupigia pia upatikani. Ndio kaniagiza. Mama naye anataka nini jamani? Sijui. Labda alivyoona upatikani kwenye simu kaingiwa na wasiwasi. Sawa, wewe mwambie tu mimi kesho nitakuja asubuhi. Kiukweli leo hapana. Siwezi, nimechoka. Sema leo unaonekana umechangamka. Hadi umetoka. Unaenda kule? Nienda kazini. Leo umeingia kazini? Si unajua sijaenda muda mrefu sana kazini. Mambo yako yamenyoka au bado? At least afadhali kidogo yani. Basi dada, kama umeingia kazini basi naomba hiyo. Mimi sitaki hata kuzunguka, naomba hiyo. Nitakupa, lakini kesho nikija nyumbani kumuona mama. Mimi hata nitoke leo na marafiki zangu sasa. Sasa kwa lazima utoke jamani. Dada, leo weekend mimi hata sitaki kulala nyumbani, afisi na hiyo. Basi. Nenda chumbani kachukue, lakini uchukue 50 tu. Hiyo hela nyingine utakayokuta uniachie, sina maisha. Dada, mbona unanipeleka kidogo afu hujazoesha hivyo? Basi ndio ujifunze kutokana na mazoea. Mimi hela sina, dada yako ndo kama hivyo. Basi wewe 50 kesho nakuchukua. Nikiwa naye. Yako wapi? Mira piane. Yako wapi? Mama mapenzi yako wapi? Nimekuzoea. Kiukweli mama umenikosea sana. Ona sasa mwanaume ulionipa alikuwa hana mapenzi ya dhati na mimi. Alafu mama, istoshe yule mwanaume alikuwa tayari na mke. Na haya yote wewe uliyafahamu. Lakini umeamua kuniingiza kwenye kiza, si ndio? Binti yangu Jackie, hakuna mzazi anayependa kumpa mwanae maisha mabovu wala kumharibia mwanae maisha. Lengo langu lilikuwa ni zuri tu kwako. Naomba unisamehe sana. Yule mwanamume aliniambia mimi hajaoa na wala hajawahi kuoa. Mama, unaongea tu. Msamaha wako utanisaidia nini mimi sasa hivi? Hauwezi kurudisha maisha yangu nyuma. Tayari nimeshamkosea mwanaume ambaye nampenda na alikuwa na mapenzi na mimi. Nisamehe sana mwanangu. Mungu atakupa mwingine. Mungu atanipa mwingine? Eh. Yaani mama, wewe hujui tu kiasi gani umenirudisha nyuma. Mama, umenikosea, lakini mimi nilikuwa nakwambia kila siku. Kaa chini na wewe mwanaume ambaye umenitafutia, labda hata umchunguze. Yaani amekushawishi na kitu gani, labda unaweza ukaniambia. Mwanangu Jackie, naomba unisikilize. Hakuna mzazi ambaye anaweza akampa mwanae maisha magumu wala kumharibia maisha. Lengo langu lilikuwa ni zuri tu, kwamba nikupe mume bora ambaye mtaishi wote kwenye maisha. Lakini tamaa mama yako ndo iliniponza. Naomba unisamehe sana binti yangu. Nimekukosea kweli. Naomba unisamehe.
na pia nimekubali uende kwa huyo nungunungu, mkakubaliane na muendelee na maisha. Nitafurahi sana ikiwa atakukubalia, na ninamuomba Mwenyezi Mungu, natoa baraka zangu zote. Wamama sisi tuna tamaa. Tamaa ndo zinatuponza mwanangu. Naomba na wewe utakapofanikiwa basi ukawe mama bora, usiwe mama kama mimi. Nakiri kabisa kwako binti yangu, nimekukosea. Mapenzi hayaingiliwi, na wala mapenzi hamna mtu anayechaguliwa mapenzi. Mapenzi ni ya watu wawili wenyewe wanaokubaliana. Mwanangu Jackie, umenisamehe mamako? Sasa mama, naomba unisikilize. Naenda kuyapambania mapenzi yangu. Endapo nisiposamehewa, wewe ndio utakaolibeba ili jukumu. Tayari, unaona umeshafukuza kocha. Mapema sana. Nilikuwa nakuangalia tu. Bwana sisi nisikudanganye. Sisi ustahimilivu hatuna. Sasa wewe jiulize. Mechi ya kwanza bahati mbaya, mechi ya pili bahati mbaya, mechi ya tatu bahati mbaya, ya nne kocha aende tu. Sasa kulikuwa na haja gani ya kumwajiri? Si timu bora mbaki nayo nyewe. Tunabaki nayo, tunafanya timu ya kijiji. Hapo nakumbuka yangu alikuja wiki iliyopita tu hapa akakwambia, yani nitakaporudi kwenye hii nyumba, amesajiliwa kocha, niko kwenye hii nyumba, lakini nitakaporudi atakuwa hayupo. Uongo? Timu si tushaua ile timu. Tushaua, na sisi kufungwa hatupendi. Uone matatizo gani? Wewe nini? Ona kaka. Sasa naona nini? Kuna nini? Nimepata followers wengi. Une malaria shampata kichwani. Kichwa maji hiki. Yaani mimi umenishtua na nikajua ni nini, kumbe ni followers hao. Wana kazi gani sasa wewe? Wewe una biashara gani kwenye mtandao? Karibu. Ingia. Kiukweli nakosa hata maneno ya kuongea, lakini mi nimekuja hapa kuomba msamaha nyewe wote. Najua nimewakosea. Amina rafiki yangu, najua nimekukosea sana. Naomba unisamehe kwa yote ambayo yametokea nyuma. Shemeji, naomba unisamehe. Mimi hujanikosea. Wewe uko ndo umekosea. Mungu, naomba unisamehe kwa yote ambayo yametokea. Najua nimekukosea sana. Kiukweli naomba unisamehe. Bado nakupenda, naomba turudiane. Tuwe kama zamani. Najua sio rahisi kwa sababu nimekuumiza sana kwenye moyo wako. Naomba unisamehe ndugu. Niko chini ya miguu yako. Bro,
Bro. Anaongea na wewe. Jackie, wewe ni mnyama sana. Wewe ni zaidi ya mbwa mwitu. Jackie, ninaweza nikakuangalia ndani ya dakika 15 na nisikuone. Hapana, usiseme hivyo. Katika kitabu changu nilichokiandika, nimemaliza maneno yote ya duniani. Nimesahau maneno machache tu. Neno kukosea na neno msamaha. Na katika kumbukumbu ya kitabu changu, kurasa ya mwisho, nimeandika neno delete. Hapana, nakuomba. Niko chini ya miguu yako, naomba unisamehe. Amina. Shemeji, naomba basi uniombe msamaha kwa kaka yako. Nilishakwambia mapema sana. Na unalijua hilo. Kakaangu akichukia, hakuna mtu yote anaweza kukaa mbele yake na karudisha mudi wake wa mwanzo. Nakuomba shemeji, yule ni mwanaume mwenzako, unaweza kuongea naye. Kwa sasa hivi unaonekana kama kivuli. Haushikiki. Shemeji. Wewe ni mwanamke mwenzangu. Naomba basi uniombe msamaha. Sasa mimi nakusaidiaje? Niache. Niliumwa. Ukuja hata kuniona. Tena habari sio kama hujazipata, umezipata na ukamjibu kabisa kakaangu eti mimi sio nesi wewe. Alafu tulikuwa marafiki. Naomba unisamehe. We. Nakumbuka nilikwambia. Yaani hayo ya kuumwa yaache. Nilikuambia kuhusu kakaangu. Kakaangu tumezaliwa tumbo moja. Ukimuumiza yeye sasa umeniumiza mimi na ukakubali. Nimehangaika kukuunganishia kama rafiki. End of the day unakuja unamuumiza kakaangu mimi. Wewe toka nje. Toka nje. Nimesema toka nje. Naomba unisamehe. Sina muda wa kukusamehe kama mwenyewe ulomfanyia hivyo haja kusamehe. Mimi nakusamehe nani? Sipendagi kurudia, sijui unanielewa? Toka! Afu leo unakuja unaniambia nikuunganishe tena, si nitakuwa chizi mimi? Naomba unisikilize. Amina. Niache. Huyu mbwa alichonifanyia, siwezi msamehe, tena sitaki hata mazoea. Mimi na yeye menishafuta namba zake, mwambeni afute na zangu, hata nikifa mwambieni asije msibani kwangu. Mapenzi shakuwa vita, amani na yeye tena sitaki, nimeshasahau yalopita, alipanga kunipotezea wakati. Sina mtu tena, nipata jali ama vunje shingo, asije kulalama, sio wake tena.
New